Kwa majina naitwa Amri Aliamini Asman, maarufu ni Amri the Business, ni Chief Executive Officer wa Mtaa kwa Mtaa TV, Mtaa kwa Mtaa platform ambayo inasambaza nyimbo za wasanii, lakini pia Mtaa kwa Mtaa Biriani. Na leo niko na exclusive interview. Nimefanya interview na baadhi ya media nyingi sana Tanzania, online TV, television and radio, kuhusiana na maisha yangu na vitu kama hivyo. Ila leo nitaingia deeply zaidi kwa sababu hii ni Mtaa kwa Mtaa TV au ni ya kwetu. Kwa kama ni ya kwetu, inatakiwa tuongee vitu vyetu. Inabidi tuongee vinavyotuhusu vya ndani. Unajua kwamba Amri the Business ashaka ajira miaka 2. Ulishawahi kusikia? Utasikia leo ilikuwaje jela miaka 2, chanzo kilichofanya aende jela ni kitu gani, na kuna vitu gani kavikutana navyo. So usiondoke hapo. Mtaa kwa Mtaa TV tupo hapa kwa ajili ya kujuzana vitu vingi, kwa sababu nikwambie kitu kimoja labda. Ninachokizungumza ambacho kimenikuta mimi kinaweza likaa ni fundisho kwa mtu mwingine. Sio, umeelewa? Kinaweza kaa ni fundisho kwa mtu mwingine kwa sababu unaweza ukaenda jela pasipo kutarajia, kwa kusingiziwa, kwa tamaa. Sio, umeelewa? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii story yangu ina machungu kidogo, ina chekesha kidogo, lakini ni story moja ambayo inaweza ikakujenga na ikakupa kitu pia wewe ndugu yangu ambaye unanitizama. Amri the Business. So usiondoke, niangalie kwanza mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Amri the Business, usiache kusubscribe, kucomment, kushare. Mtaa kwa Mtaa TV. Ni Mtaa kwa Mtaa. Naitwa Amri Aliamini Asman, Chief Executive Officer wa Mtaa kwa Mtaa TV, Mtaa kwa Mtaa Biriani, Mtaa kwa Mtaa platform. Amri Aliamini Asman ni Msambaa kutoka milima ya Mlalo, Lushoto, Mkongoloni, ambako kuna baadhi ya maeneo ndani kabisa huko walikuwa wanajua bado Rais ni Nyerere. No, yule kwamba huko ni hatari. Huko ndugu yangu, ukionekana kwanza unakula tu hivi barabarani unapita, lazima uwe na wazee. Kama una wazee basi utapigwa zongo. Umeelewa? Kwa sababu kuna uchawi mwingine, watu ni husda tu za kumuonea tu mtu wivu kwamba yule kwa nini anakula ile ndizi, mbona mimi sile ndizi, na vitu kama hivyo. Mtu anakuloga tu ni ili mradi, yani mtu anaamua kukutupia jini tu. Umeelewa? So hivyo ni udambu katika story. Amri the Business ni Msambaa ambaye katoka kwenye kijiji cha Mlalo. Kazaliwa mwaka 1983 tarehe 13 mwezi wa 3. Alianza shule mwaka 1992, awali darasa la kwanza. So ni jamaa ambaye alikuwa charming sana, alikuwa mtundu sana shuleni, na alikuwa mtu ambaye anapendwa na walimu kwa sababu ana knowledge ya kuzaliwa nayo. Ni mtu ambaye anaweza ka-update kitu hapo kwa hapo. Ni kwamba si ni kuambiaje, lakini Amri the Business ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu, japokuwa mpaka sasa hivi bado ni mtu wa watu na anapendwa na watu na kasaidia watu wengi, ukiacha wasanii tu ambao hawamzingatii Amri the Business. Maisha anayoishi maisha ya kawaida sana. So Amri the Business alianza darasa la kwanza 92, kaja 93, 94, 95, 96, 97, 98. Amri ndo alitakiwa amalize darasa la 7, lakini cha kusikitisha Amri ya kumaliza darasa la 7. Ilipoingia 98 tu ile net aliacha shule. Aliacha shule kwa kumpiga mwanafunzi mwenzake panga. Alimpiga vipi panga? Ni kisa kirefu kidogo, lakini in shortly tulikuwa tupo kwenye kufyeka. So katika tunafyeka kuna wale masiara, mtu kakaa mbele yako anambia toka hapo. Mimi stoki, toka hapo, mimi stoki. Utoki, stoki. Mimi nikapeleka ile panga, kweli kakaa.
mguu ikaenda na mguu. Basi ikawa ni mtihani, alipiga kelele, nakwambia shule nzima pale ilifurika, ikawa kama ni mapumziko. Kwa hicho ndio chanzo cha mimi kukimbia kijiji cha Mlalo na kuja kuanza kupambana hapa Dar es Salaam. So nilitoka Mlalo na gari ya makabichi. Mimi sikupanda basi kama wengine ambao wanatoka vijijini kuja kuanza maisha mjini. Mimi nimepanda lori la makabichi. Hebu niambie, lori la makabichi lenyewe au madereva na makondakta walikuwa hawajui kama Amri the Business yupo kwenye hilo lori. Yaani mimi nilizamia tu. Wanakuja kujua mimi nipo ndani ya ile lori, ilikuwa ni Segera kuna mtu alikuwa anatoa mzigo wake, ndo katika kuna nini ndo mimi naonekana nipo kwenye kiroba. Yaani nimezamia Dar es Salaam 98. Huku na huku konda sasa ikabidi aangalie kwanza, ikabidi acheke kwa jinsi alivyoniona nimejibana kwenye kile kiroba na jinsi nilivyokuwa ni hatari sana. Alicheka na pia mwisho wa siku ni mtu ambaye alikuwa ananifahamu. Anaitwa Brother Rama, by the way, katangulia mbele ya haki, rest in peace my brother, kwa sababu ni kaka ambaye alinisaidia na nikaingia Dar es Salaam na akanipa matunda mapeasi kama kianzio cha maisha. Na kweli nilianza kuuza mapeasi pale Kariakoo Shimoni nilipokuja 98 Kariakoo pale. Lakini nilipofika pale Kariakoo nilikuta na wasambaa wengi sana ambao wako pale. Kuna wajanja, kuna watu ambao wapo tu na vitu kama hivyo, lakini nilipokelewa by the way. Lakini pakulala ndo nikawa sina pakulala. Kwa hiyo tulikuwa tunalala nje. Kwamba utabeba mizigo mchana, utafanya nini, lakini jioni kuna kibaraza ambacho unalala kwenye kibaraza. So inabidi sasa uwe macho, kama una hela zako mfukoni ulale huko mkono. Kama mkono huko mfukoni, basi watu wanaweza akakupigia hata hicho kisenti chenye ambacho unacho. Hii story yetu ni ndefu sana. Na mimi sitaki kuwachosha kwa sababu nataka twende mpaka kwenye Amri alipokuwa jela na vitu kama hivyo. So in shortly nilifanya kazi pale kidogo. Ilipofika mwaka 1999 kuingia mwaka 2000 niliacha kazi pale kubeba mizigo na kuuza pipi. Nilipata msamaria mwema na nikawa nauza pipi, sigara. Wakati nauza sigara na pipi kwenye viwanja, ambao wananijua kwa sababu nilikuwa na majina yangu kwenye viwanja. Mkienda na slogan yangu mwenyewe, pipi zile nazipa nakshi ya majina. Wanasema Mabreno Hall, Mabreno Harris, Mediane Mari, came to High School, bring heavy lonely, massive body. Hao ni majina ya pipi. Ushawahi kuona sigara yenye maziwa? Sigara yenye maziwa Amri the Business alikuwa nayo. Hizo zilikuwa ni mbwembwe ambazo lazima utamke. Na moja ya watu ambao kipindi nafanya biashara hizo za pipi Sukita alikuwa ni mdogo wangu MC Galabia. MC Galabia anaelewa hii, hata akiona mwenyewe anajua kwamba Amri the Business kipindi hicho tuko Sukita nauza pipi, sigara, alikuwa anahangaika na vitu kama hivyo. Kwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuniona bwana Amri the Business hivyo. Blaza Dulisaxi, Lala, wadogo zangu kina Alikiba, kina Spince Seme na vitu kama hivyo. So nilifanya ile biashara pipi, ilonipa connection, kukutana na watu ambao wamenifanya niingie kwenye hiyo biashara ambayo imenifanya mimi mpaka kwenda jela. So nilikutana na brother mmoja hivi, alishafariki, lakini alishafariki huyo brother, anaitwa Karim. Alikuwa anafanya biashara hizi ambazo haziruhusiwi na serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni encourage nifanye zile biashara kwa sababu nilikuwa sijui madhara yake. Kwa hiyo nilikubaliana naye. Kwa hiyo nikawa ananituma tu hapa bana, nenda Dodoma, mzigo wangu huwa aniambii kwamba napeleka nini, lakini mimi nikirudi kumekucha nikirudi ananipa 200,000 bana. Nenda Mwanza, nikirudi ananipa 200,000. Ananiambia brother bana, nenda wapi, Tanga, peleka mzigo. Naenda kwa zile hela nilikuwa napata na enjoy na nini. Akaniambia sasa ulipofikia inabidi utoke nje ya Tanzania kidogo, uende hata nje ya nchi. Kaambia it's okay, hamna shida. So safari ya kwanza ilikuwa ni South Africa.
na ilikuwa ni 2005 nilitoka hapa nikaenda South Africa, nikafanikiwa kuchukua mzigo kule, nikaja nao vizuri hapa. Nilipotoka nao hapa mzigo, nikachukua tena mzigo mwingine nikapeleka kule. 2006 pia nikapata safari nyingine ya kwenda Brazil, nikaenda Brazil. Lakini wakati tunafanya hizo movement nipo na kakaangu ambaye ni baba mmoja na mmoja, vitu vyote ninavijua hivi. Details zote anazijua kwamba Amri anafanya hivi. Lakini cha kusikitisha 2007 nilipata pia na safari ya kwenda South Africa, Cape Town. Nikachukua mzigo niulete hapa. Basi nikaenda kule, nikachukua mzigo vizuri nikaleta hapa. Nikapata routine nyingine. Ibidi nitoke tena kule. Nitoke tena huku niende kule nikachukua mzigo. Sasa kumbe brother yangu aliweka mipango na maaskari kwamba bwana huyu atakuja na ndege ya saa fulani na atakuwa na mzigo wa kiasi fulani, kavaa hivi, yuko hivi. Basi kweli bwana, nimetoka zangu huko bwana, sijui moja wala mbili. Nilipofika tu pale airport Mwalimu Nyerere pale, naambia bwana samahani, tuna wasiwasi na wewe, tunaomba ukae pale. Nikae pale, nimepewa kahawa, mimi kahawa situmii. Nikapewa kidonge fulani cha nani ambacho hapo unatapika unaharisha, nikakataa. Basi nikaeka chini ya ulinzi. Nilikataa vitu vyote ambavyo walinipa, lakini muda wa kujifungua tayari ulikuwa ushafika kulingana na masaa ambayo basi ikabidi kajisikia haja kubwa, kaambia kaa pale, beseni hilo hapo. Kwa hiyo kati beseni liko pale, nimepewa beseni pale lilikunya pipi kama 18. Basi mzigo wote ulitoka ule. Baada ya kutoka bankani niko chini ya ulinzi, basi nikaingia hapo Segelea. Lakini kakaangu baba mmoja mama mmoja ndo alifanya registration mpaka mimi kwenda kule. Sasa nataka nikupe vitu kidogo tu ambavyo vimenikuta huko jela. Umeona, Amri is a business. Nusura avunjwa uvulana wake. Nusura avunjwa uvulana wake, yani kwamba nusura mimi nibakwe. Hebu niambie kama ningebakwa sasa hivi ningekuwa vidole juu namna hii. Halo jamani, kama ndugu zetu wengine. Lakini Amri the business, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, bado yuko imara na ni baba wa watoto 8. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kuna visa vingi ambavyo vilitokea jela. Je, unataka kujua visa gani? Je, ilikuwa ni nini mpaka Amri the business alitoka jela na ilikuwa ni vipi? Kweli alinusurika? Ni mtaa kwa mtaa. Hapa tuna dili na asali na chocolate za kina mama na za kina baba. Wale ambao hawana hisia na kwa kina mama, na wakina baba ambao mwendo unakuwa sio mzuri, akienda raundi moja chali au hawezi kabisa, pia tunatibu hivyo vitu kwa kutokana na product zetu tulokuwa nazo sasa. Tuna asali za kina baba ambayo ni gramu 30 na kuna gramu 10 na gramu 20, na tuna chocolate na asali za kina mama pia na chocolate za kina mama. Kama hii hapa ni chocolate Q7 ya kina baba, na kuna nyingine hii hapa Q7 ni chocolate ya kina mama. Hizi zinaleta hisia kwa kina mama. Mama ambaye mama ambao hawana hisia zao ziko mbali, zinakuwa mara moja zinafanya kazi, yani ndani ya dakika 5 hisia anapata. Na tuna asali vile vile ambazo wakina mama wamepungukiwa na ute na hisia ziko mbali, pia inasaidia vile vile. Ndani ya dakika 5 ukitumia hisia tayari. Kwa kina baba ambao wanaenda raundi moja, ana uwezo wa kwenda 5, 6, anarudisha nguvu kama na miaka 20 akiwa na miaka 60 au 70. Ni mtaa kwa mtaa.
Kitu ambacho kilinifanya nitoke jela, kwanza nilifanya tukio ambalo ni tukio la kusikitisha, lakini ni tukio ambalo halijawahi kufanywa na mtu yoyote, mpaka nikahamishwa selo. Na tukio hili kuna mnyapala mkuu aliniita, ndio bwana njoo ukae huku sio nini na vitu kama hivi, lakini nilikubali. Nikaambia bwana, huyo mtu kwa naye makini, huyo ni basha, anaweza kukuharibu na vitu kama hivyo. Kaambia mwacheni, mimi dawa yake ninayo, hamna shida. Kwa hiyo akanifuata akaniambia, kijana vipi, unataka nini? Chakula chochote unachotaka hapa jela mimi nitakupa, mimi ndo nawapokea hapa jela na nini na nini. Nikamwambia sawa, hamna tabu, hamna shida. Wewe unachotaka ni kitu gani? Mimi wewe mtoto nataka kukusaidie na nini, wewe usiku uje ulale pale na nini baadaye. Nikamwambia sawa, hamna shida, mimi nitakuja kulala pale baadaye. Sawa. Basi kweli ilivyotokea saa 9 kama jioni kama hivi hapa, kengele ikapigwa, tukaenda kulala. Ilipofika saa 2 yule bwana akaniambia, bwana sasa muda ndio huu bwana na nini. Nikamwambia sawa, twende nikakupe raha zako. Tukatoka hapo tukaenda. Tulipofika yule bwana kavua nguo na nini. Nikamwambia hamna, kama una haraka sio na haraka, mimi nimeamua tu kutunuku nikupe hizo raha unazozitaka. So unataka kuniingilia bwana, mimi niko tayari, hamna shida, ila nipe uume hata ni nani kidogo, pige mswaki. Bwana alichokifanya kweli, alipokuwa akiliana akatoa suali, akatoa uume wake, akanikachika. Aliponikabidhi mimi uume nikaushika, akajua kama kweli nataka kupiga mswaki. Mimi nikang'ata, nikatoka na kichwa kile. Nikang'ata, nikatoka na kile kichwa cha uume. Kilichotokea hapo ni kelele mbaya ambayo haijawahi kutokea pale jela, mpaka vile ving'oa jela nzima ikapiga. Watu wajeliza, ule jamaa kabaki yani govi lina nani namna linaning'inia namna hii, damu namna hii, mimi mwenyewe mdomoni humu damu ilikuwa ni hatari sana. Kwanza hakuna siku ambayo nilipigwa kama siku ile. Nilipigwa mpaka lazima leo nakufa, maana nilipigwa viungo vyote hivi. Lakini pia nilishangiliwa na jela nzima, kwa sababu ule bwana aliharibu maisha ya vijana wengi kwa kutoa kwenye group lao kuingiza kwenye group lingine. Kwa mimi nilikuwa kama ndo shujaa wao kwenye kile kitu. Lakini ilikuwa nataka moyo, lakini hilo ndo tukio ambalo hata nikifa kesho, hata nikifa leo siwezi kulisahau, na kumng'ata mwanamume mwenzangu uume, kutoa kichwa na basi nilihamishwa ile pale, nikapelekwa kwa tukutu, ikaenda. Basi nilikaa jela kwa miaka hiyo ambayo nimekaa, lakini baadaye Mungu akaleta rehema zake. Basi hakuna ambalo lina mwisho likakosa kuwa na, hakuna ambalo lina mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Simenelewa? Ndio maana hata sisi binadamu tuna mwanzo ambao ni kuzaliwa na tuna mwisho ambao ni kufa. Kwa hata matatizo pia yana mwisho wake. Unaweza kupata matatizo mengi ukasema kwa nini Mungu mimi jamani matatizo, lakini ujue heri iko karibu. Kwa hiyo ilikuwa ni heri yangu mimi, na nikafanikiwa, nikatoka jela na maisha mengine yakaendelea. So nitakuja kukujuza baada ya kutoka jela ilikuwaje, mambo alikuwaje, kwa sababu ilikuwa mpaka teja. Je, kakaangu ambaye alitengeneza mchongo mimi kwa jela nilimfanya kitu gani na vitu kama hivyo. Endelea kuangalia Mtaa kwa Mtaa TV. Asante, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Ni Mtaa kwa Mtaa. Mr. Alwatan hapa, CEO Alwatan, karibuni sana wateja wetu. Tunapatikana Ilala Bungoni Msaada Gereji. Tuna bidhaa bora kutoka Malaysia. Hizi ni asali inaitwa Bio Herbal.
Ni asali ambayo kutoka Malaysia, inarudisha heshima ya ndoa. Sawa wateja wetu, tunazo na chocolate pia, nazo hizi zinatoka Uturuki. Ukitumia tu chocolate yako moja umejiunga bando la wiki. Wakina mama, wakina dada, hichi kitu mtakao msikose kitu kama hichi. Hii ni chocolate, ukitafuna tu unapiga na maji yako lita moja, umejiunga bando la wiki nzima. Inarejesha heshima. Kama hisia zilikuwa zipo mbali, hisia zako zinarudi kama zamani. Unarudi kama under 18. Alafu tunazo na chocolate pia za kiume. Hizi hapa inaitwa Royal Chocolate. Hii from Malaysia. Hii nao ni bidhaa nzuri sana nayo. Ukitafuna tu pisi moja umejiunga bando la wiki 7 days. Alafu tupo na hii inaitwa Magic. Hii ni bidhaa nzuri sana kutoka Malaysia. Inakuburudisha, inakupa heshima nzuri kabisa. Alafu tupo na bidhaa nyingine, coffee hii. African coffee kutoka Turkish. Hii nayo unachanganya na maji ya moto, umejiunga nalo bando la wiki. Show. Tupo na bidhaa nyingi tofauti. Tunapatikana Ilala. Ukiangalia tupo na hizi product hizi kutoka Uturuki. Ni bidhaa bora sana. Wateja wetu, tunapatikana Ilala Msaada Garage. Kwa namba ya simu utapiga 0658 000009. Karibuni sana wateja wetu. Ni mtaa kwa mtaa.